Tunawezaje kuwasaidia waathirika kama hao wamama ambao wajawazito, pia mtoto ambaye amezaliwa tayari ameathirika na afya ya akili, ili tuweze kumuokoa kwenye janga hilo. Na kuna watoto ambao wanazaliwa wana kidogo na changamoto ya afya ya akili ukiwatazama, lakini wazazi wao hawakuwa wahanga wa kutumia madawa, kutumia pombe. Tunawezaje kuwasaidia wote kwa pamoja? Alright. Nipende kusema kwamba msaada sahihi ni pale ambapo utapata msaada wa kitaalamu mapema iwezekanavyo, cha kwanza. Lakini cha pili, kuhusiana na ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, haiwatokei tu watoto ambao wamezaliwa na wanawake ambao walikuwa wanatumia dawa za kulevya. So ADHD inaweza kusababishwa na vitu vingi, lakini attachment and bonding, concept iliyoko hapo ni attachment and bonding. Kwa hiyo mwanamke yoyote yule ambaye atakosa attachment and bonding na mwanae, let's say labda yuko tu busy na kazi, hana muda kukaa na kutengeneza bonding na mtoto. Let's say siku hizi kumekuwa na hatupendi responsibilities, na hii pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha ongezeko la matatizo ya afya akili, kwamba leo hii baba anafanya kazi, mama anafanya kazi, mtoto ana miaka 4 kashapelekwa daycare, hawezi kupata bonding na wazazi na attention. Kwa hiyo yule mtoto anakuwa na something missing katika maisha yake, anakuwa hyper, ana seek attention, anataka aonekane, anataka apate validation kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo anakuwa vulnerable. Ndio maana hata ni rahisi mtoto wa staili hii kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu atakutana na watu ambao watampokea, watamkubali, atajaribu kufit in, kuwa sehemu ya watu fulani, kwa sababu hapatiwi sense of belonging kutokea nyumbani. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kwa watoto ni kuweza kutafuta suluhisho mapema, na suluhisho ni kutafuta msaada wa kitaalamu. Kumekuwa na changamoto, watoto wengi wenye ADHD wamekuwa wanapatiwa tiba ambayo sio sahihi, kumaanisha kwamba ni wahanga wa kupigwa sana nyumbani, kwa sababu ni watoto ambao hawatulii muda wote, kafanya hizi, kakorofisha, tunasema watoto watundu. Kwa hiyo remedy ambayo tunawapatia nyumbani ni kuwafanya nini? Kuwachapa, ambayo inazidi kuongeza ukubwa wa tatizo. Kwa hiyo atakapokutana sasa na makundi mengine huko nje, ni rahisi kuweza kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya na kuendeleza ile tatizo la afya akili. Yes. Umefaidika na nini katika kazi yako ya uraibu, kuwa mmoja kati ya mtu ambaye unaweza kuwasaidia watu hao? Yeah, such a humbling question. Hakuna kitu kizuri kama kugusa maisha ya mtu, na hiyo ndio legacy ambayo mimi ningependa kuiacha duniani. To be a blessing to somebody else, kuwa baraka kwa mtu mwingine, ni kitu ambacho kitaishi, and it has a profound effect kuliko hata pale ambapo utapatia mtu material stuff, kumpatia mtu gari na vitu vingine. Changamoto ya uraibu ni changamoto ambayo it's very antisocial, kwamba jamii imeweza kuitazama hivyo, very antisocial, kwamba yani ni kitu ambacho hakitakiwi katika jamii. Lakini where I come from, na I believe in humanity, na naamini katika binadamu, na chochote kile ambacho kina binadamu ndani yake, kwangu mimi hakiwezi kuwa cha kustaajabisha. Inanikumbusha msemo mmoja wa mama mmoja wa Kimarekani anaitwa Maya Angelou. It's a Latin phrase, ni msemo wa Kilatino unasema kwamba homo sum humani nihil a mi alienum puto. Maana yake ni kwamba
I am a human being. Nothing human is alien to me. Mimi ni binadamu. Chochote kile ambacho kina ubinadamu ndani yake hakiwezi kuwa kitu cha ajabu kwangu. So I feel like watu wenye changamoto ya uraibu wanastahili upendo, wanastahili matibabu, wanastahili kuweza kueleweka, kwa sababu there is so much stigma. Kuna unyanyapaa mkubwa sana dhidi ya matatizo yote ya afya ya akili, kwa sababu lack of awareness, watu hawafahamu. Aina za bipolar, tunataka tujue nini maana bipolar ulituambia, lakini pia kuna bipolar 1, bipolar 2 na bipolar 3. Utuelezee zote hizo ni nini? Alright, asante sana. Nimependa udadisi wako. Kwanza kabisa tuna bipolar 1 and bipolar 2, hakuna bipolar 3. Na nitaelezea kulingana na kitu tunaita DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Hiyo ndio itakuwa reference point ya kile ambacho naenda kukizungumza. So tukianza na bipolar 1. Bipolar zote ni mood disorders. Tunaposema mood disorders, ni matatizo ambayo mhusika anakuwa na mood swing. Kwa hiyo tunapozungumzia bipolar, kama bipolar kuna criteria 3. Criteria namba 1, mtu anakuwa na manic episode. Manic episode, mtu anakuwa hyper kupindukia. Yaani anakuwa yuko high, yani yuko juu sana. Lakini kuna hypomanic episode. Huyu mhusika anakuwa katikati. Lakini criteria namba 3 ni depressive episode. Anakuwa yuko chini kama mtu mwenye msongo wa mawazo. Huyu ni mtu ambaye hatabiliki kiufupi. Ndio maana inaitwa, yani bipolar zipo katika kundi la magonjwa ya afya ya akili yanaitwa mood disorders. Sawa? Ni mtu ambaye hatabiliki. Dakika moja leo utamkuta yuko juu, yuko hyper. Dakika pili yuko katikati, na mwingine unaweza kukuta kama mbona kama ujamaa alikuwa yuko vizuri, lakini sasa hivi kama vile amefiwa. Kwa hiyo ni tatizo kubwa la afya ya akili, ambapo mtu mwenye bipolar anakuwa vulnerable, anakuwa katika hatari ya kuweza kutumia kemikali au vilevi, kwa sababu anapotumia vilevi vinampatia some sort of baseline kwenye ubongo wake. Anakuwa anafanya kitu kinaitwa self medication, anakuwa anajitibu. Kwa hiyo akitumia vilevi, zile hali zinafanya nini? Zinapotea. Kwa lugha ya mtaani wanasema, wakimwona mtu astahili yupo katika hali fulani, wanasema mwezi umeandama. Yani kwamba kwa sababu mwezi umeandama hayupo katika hali ya nini? Ya kawaida, lakini ni zile episodes ambazo mhusika anakuwa anazipitia. Lakini ni changamoto la afya ya akili ambalo linathibitiwa au linaweza kukatibiwa unapokutana na daktari wa afya ya akili. Wanapatiwa treatment, dawa, na kuweza kubadilika. Na sio dawa tu, wanapatiwa pia na psychosocial interventions. Mara nyingi kumekuwa na dhana ambayo sio dhahiri, kwamba mtu anapokuwa na changamoto ya afya ya akili ni lazima apatiwe dawa fulani ili aweze kutibika. Sasa kitaalamu tunasema kwamba pharmacotherapy intervention, tiba ya afya ya akili kutumia dawa, sio standalone intervention. Yani sio tiba ambayo ni muhimili peke yake. Ni lazima mtu aweze kupatiwa psychosocial interventions, akae, apatiwe ushauri nasaha na kadhalika. Ni namna gani tunaweza tukapunguza ongezeko la afya ya akili na matumizi ya madawa ya kulevya? Okay, kwanza kabisa tunapozungumzia changamoto ya afya ya akili, tuweze kupata awareness, ufahamu na taarifa sahihi dhidi ya changamoto za afya ya akili. Kumekuwa na taswira ambayo sio dhahiri kwa watu ambao wana changamoto hizi. Kwa hiyo tuweze kufahamu kuwa changamoto za afya ya akili ni changamoto kama changamoto zingine za kibinadamu. Kwanza tuweze kunormalize, yani tuli accept hilo kama jamii. Hii itaondoa vikwazo katika matibabu
changamoto za afya ya akili. Na awareness, tunapataje awareness? Awareness zinafanyika kila mmoja wetu awe advocate. Yani pale popote ulipo, kama ni dada, kama ni mwalimu, kama ni kiongozi wa dini, popote pale ulipo unaweza kuwa advocate na kufanya advocacy kwamba hili ni changamoto kama changamoto lingine na suluhisho lake linapatikana. Kwa hiyo kama jamii tukapotembelea humo, ni rahisi sana kuweza pia kuwa katika sehemu ya kinga. Ina maana watu watakuwa wanatafuta msaada mapema kabla matatizo hayajawa sugu. Lakini pia namna gani tutaweza kupunguza changamoto za dawa za kulevya? Ni kuweza kurudi kwenye familia. Kurudi kwenye familia. Uraibu ni changamoto ambayo inamwathiri mhusika mmoja, lakini eventually inaathiri familia, na the ripple effect, athari yake mwisho wa siku inatoka kwenye familia na kuja kwenye jamii. Kwa hiyo ni tatizo la kijamii, ni tatizo la kila mmoja wetu. Hatuwezi kusema kwa sababu mimi kwenye nyumba yangu sina mtu mwenye changamoto ya uraibu, kwamba mimi sijihusishi na mambo hayo. Mwisho wa siku itanifikia mimi, kwa sababu sawa, jirani mwanae ana changamoto ya uraibu, lakini anatembea na mwanangu. So turudi kwenye familia. Familia tunaweza tukawa sehemu ya kinga na suluhisho kivipi? One, kutengeneza bonding na watoto wetu, kudumisha upendo, lakini pia kuweza kuwalinda watoto wetu. Kumbuka, miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha uraibu ni adverse childhood experiences, zile changamoto za kisaikolojia ambazo mhusika anakutana nazo akiwa mtoto. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinaanzia ndani ya familia, sio nje ya familia. So familia ni sehemu kubwa sana ya suluhisho dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia kumekuwa na sintofahamu. Watu wengi wanaamini kwamba kujiingiza katika makundi sio sahihi, huwafanya watu wengi kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Ni kweli kwa kiasi chake, lakini not necessarily. Yani sio lazima kwamba kila ambaye atajizungusha na watu ambao wanatumia hivyo vitu atajiengage, ataingia. Lakini mbegu inakuwa imepandwa tokea nyumbani, kwamba ni mtoto ambaye hana bonding, hajapata parenting, umeona. Kwa hiyo akienda nje, atapokutana na mazingira ambayo ni sahihi, ni rahisi yeye kuweza kupata changamoto hiyo ya uraibu na kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Ni kama mbegu. Yani mbegu ili iweze kustawi ni lazima iweze kupata rutuba na udongo ambao una afya njema. Kwa hiyo sasa, kama hakutokuwa na mbegu, hata kama kutakuwa na hizi factors zingine watu wengine wanatumia, hii mbegu haiwezi kuota. So mbegu inaanzia kwenye familia, kwenye kaya zetu. So sehemu ya tiba au kutafuta suluhisho pia ni kuweza kuepuka stigma, unyanyapaa na ubaguzi, kwa sababu kumekuwa na ubaguzi dhidi ya matumizi ya watu ambao wana changamoto za dawa za kulevya. Tunaona ni watu ambao ni tofauti. Kwa hiyo hii inawafanya hata watu hawa waweze kujificha, wasijione kuwa ni sehemu ya tiba. Lakini pia hata pale ambapo mtu atakapobainika kuwa ameenda kupata matibabu mahali fulani dhidi ya changamoto ya uraibu, kuna namna ambavyo sisi tunampatia label. Kwa hiyo kama jamii tuweze kufahamu kwamba ni changamoto kama changamoto zingine, na tuweze kuepukana na unyanyapaaji, tuweze kuwasupport hawa watu na kuweza kuwanyanyapaa. Itakuwa ni sehemu kubwa sana.